Karibuni sana watazamaji wetu wa kipindi yetu ya Wimenye. Karibu siku ya leo tukaweze kuenenda pamoja ili tukaweze kusemezana, mimi na wewe, mimi na Wanjiko hapa, ili tukaweze kujua yale ambayo Mungu ametuletea siku hii ya leo. Wanjiko, karibu sana katika kipindi yetu ili tukaweze kuenda pamoja. Asante. Salimia. Wasalimu katika jina la Bwana watazamaji wetu, wasikilizaji wetu. Ninawasalimu tena, msikie mkiwa nyumbani, wakati mnapotutazama, wakati mnapotusikiliza mahali popote mliko, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana Wanjiko. Natumai uko salama. Niko salama. Okay, nashukuru. Na mimi niko salama. Watazamaji wetu, leo tunaenda kuanza kipindi yetu kwa njia ya maombi ili tukaweza kuenenda pamoja. Na tufunge macho na tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa kuwa kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Tunasema Mungu wetu, umekuwa pamoja nasi tangu siku tuliyokuwa mahali hapa Bwana. Umetulinda, umetuhifadhi Jehova, ukawezesha hata kufika katika siku hii ya leo. Mungu wetu, tazama umelala pamoja nasi usiku wa kuamkia leo. Mungu wetu, umetulinda. Mungu wetu, umetuondoa katika hata ndoto mbaya, mambo mabaya. Jehova, umetulinda, ndio maana tunasema ni asante. Sifa na shukrani zikurumbia wewe, kwa kuwa kuna mwingine kama wewe Jehova. Anza nasi, andamana nasi mpaka tutakapofika tamati ya siku ya leo Bwana. Sifa na shukrani zitakurundia, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Karibuni tukaweza kuenda kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Tukaweza kusikia Mungu anataka kusema anje na sisi siku ya leo. Wanjiko, mtazamaji wetu, wacha tukasikie neno la Mwenyezi Mungu. Nalo neno letu la Mwenyezi Mungu litatoka katika kitabu cha Samueli. Samueli ni Samueli wa kwanza hapo 3. Kuanzia hapo 2. Wacha tusikie vile neno linatuambia. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa yake 3, na taa yake ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu 4. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. 5. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita Samueli, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. 6. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. 7. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijamfunulia kwake. 8. Bwana akamuita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatabua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. 9. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema neno, Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. 10. Bwana akaja akisimama akaitana vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema neno, akanena, Bwana
kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mtazamaji wetu ama msikilizaji wetu, tutafikisha hapo mpaka 10. Lakini tunataka kujifunza neno ninataka kutuambia aje. Ate Samueli, hakuna mtu hajui hadithi ya Samueli na Eli. Eli alikuwa mtumishi wa Bwana na Eli alikuwa mtumishi mkuu wa Bwana. Lakini na neno linatuambia kwamba ati na ikafika mahali Eli akawa amezeeka sana. Na Eli akawa macho yake hata haioni nyaga. Haioni vizuri yani. Lakini macho ya Mwenyezi Mungu ilikuwa bado inaona. Lakini macho ya kimwili haikuwa inaona. Lakini macho yake ya kiroho ilikuwa on. Kweli. Kwa kuwa macho yake ya kiroho ilikuwa bado inaona. Na akawa Samueli amelala katika hekalu. Lakini Samueli akiitwa na Mungu alikuwa apewe ujumbe wa Samueli, wa Eli. Kwa kuwa Eli alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini vijana wa Eli walikuwa wamemkasirisha Mungu kwa sababu ya yale walikuwa wanatenda. Nani hajui katika Biblia watoto wa Eli nyaga walikuwa wanaingia mpaka kwa hekalu kukunywa divai? Hiyo ni jambo moja iliyokuwa imekasirisha Mwenyezi Mungu. Na ikawa wakati Samueli alikuwa anaitwa na Bwana, alikuwa anaitwa ili apewe ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni watu wengi sana nyaga wanaitangwa na Mwenyezi Mungu ama wameitwa na Mwenyezi Mungu, lakini hawajui kama ni mwito wa Mwenyezi Mungu wameitwa. Wanakuwa hawajui kama ni Mungu anawaita nyaga. Unajua majiko watu wengine unajua hawajui sauti ya Mungu inakuja na njia gani. Wajiko unajua sauti ya Mungu inakuanga ya upole. Inakuanga ya upole. Si na utulivu. Na utulivu. Na ndio sababu unaona Samueli alikuwa naitwa. Sababu yeye mwenyewe hakuwa anagundua sauti ya Mungu iko namna gani, alikuwa anafikiria ni babake anamuita. So alikuwa anakimbia kwa babake. Kweli kabisa. Na sababu naye Eli alikuwa amegundua ya hata bado yeye unajua alikuwa amezeeka. Alikuwa amezeeka. So hakuwa bado yani ingawa taa ya Mwenyezi Mungu ilikuwa on lakini na yeye ni mzee bado. Kwa hivyo hii mambo ndio unapata wakati Samueli aliitwa mara ya 3 akamwambia, wewe ukiitwa tena sema mimi niko hapa mtumishi wako. Ndio sauti ya Mungu aweze kujua ni yeye, aweze kumtofautia yule Samueli kama ni aje. Kwa hivyo ni ile tunataka kusema ni kwamba ni vizuri tuweze kusikia neno la Mwenyezi Mungu na ikufuatilia vizuri. Usiende tu sababu neno mwajiko umeisikia hapa na wewe unaanza kuenda tu. Mimi nyaga kulingana na maandiko vile nimesoma na vile nimeyasikia, ni kumaanisha ya kwamba utakapoitwa utakuwa na msaidizi wa kukuelekesha ama wa kukuonyesha njia ya kwamba ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambayo inakuita. Maana kama Eli hangekuwa mahali pale, Samueli hangejua ya kwamba ni sauti ya Mungu inamuita. Diposa Eli alikuwa mahali pale ili Samueli agundue ya kwamba sauti ya Mwenyezi Mungu ndio inayomnenea. Lazima ukuwe na mwelekezi wa kukuonyesha ya kwamba kunaye sauti ya Mwenyezi Mungu inakuongelesha. Yani wajiko hapa kama nikusema lazima ukuwe na baba wa kiroho. Pale ni Eli na Samueli. Ni mwana na baba yake. Kwa hivyo lazima ukue na baba wa kiroho. Kwa hivyo ni vizuri ukue hata ukiwa mahali pale wajiko, nikiwa hapa niko na mtu ambaye ananielekeza. Hiyo ni sauti ya Mwenyezi Mungu inakwambia hivi. Ukikanywa sauti ya Mwenyezi Mungu uweze unajua kuna mtu anakwambianga, anakuja anakwambia mara ya kwanza unaota ndoto mbaya, ya pili unaota ndoto ile nyingine mbaya. Lazima ukue na mtu wa kuenda kukwambia wajiko, Mungu anataka ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ni vizuri tukue na yani ukue na mwelekezi wako. Maana tunaona ya kwamba ati wakati Samueli aliitwa mara ya 3 na akamwendea Eli akagundua ya kwamba ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambayo inamuita.
Hebu angalia Nyaga. Ati mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya tatu. Wajiko, hebu soma fasi 11. Wacha tusikie fasi 11. Wacha msikilizaji tusikie fasi 11. Usikie kuna ile kitu Mungu alikuwa anataka kupea yule Samueli. 11. Basi akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Ati masikio yake yatamwasha. Atasikia mwasho kwa masikio yake. Hebu sikia, mtumishi wa Mungu Samueli akaambiwa maneno haya na Mwenyezi Mungu. Nayo neno pale mwisho linatuambia ya kwamba, mstari wa mwisho inasema ya kwamba, ile fazi la mwisho linatuambia ya kwamba, fazi la mwisho ni 21. Ni 21. Laini ya mwisho sio fazi, laini. Fazi ya mwisho inatuambia ya kwamba, fazi ya mwisho ya tatu inatuambia kwamba, fazi ya mwisho msikilizaji imefika 21. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akamfunulia kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Ati mtumishi wa Bwana Samueli, wakati aliambiwa haya maneno na Mwenyezi Mungu, Israeli wote wakajua ya kwamba Samueli ameteuliwa kama mtumishi. Na kweli sababu Wajiko, unajua hapa ukiangalia vizuri hili neno, Eli alikuwa amezeeka na alikuwa mtumishi wa Mungu. So ni Mungu alikuwa anajitafutia njia ya mtumishi wake mwingine wa kufikishia watu wake ujumbe. Kwa kuwa huyu mtumishi amezeeka. Ikawa tawa ya Mwenyezi Mungu iko na inaanga. Mungu akatayarisha mtumishi mwingine. Tena Wajiko, naangalia hapa kuna kitu inaitangwa connection. Connection ni kuwa kutoka kwa baba kwenda kwa mwana. Na ilipitia katika sauti. Kwa hivyo ni vizuri ukuwe na kitu inaitangwa connection. Si kukimbia tu ati wewe umeitwa Wajiko. Si kukimbia tu. Lazima ukuwe na ile connection yako na baba yako na Mwenyezi Mungu. Ati Samueli akaitwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Wacheni tukue na mwito wa Mwenyezi Mungu. Wacheni tukue na mwito wa baba yetu aliye juu mbinguni. Wacheni kukimbia. Washa kujiita wewe unakimbia kujiita. Nyaga watu wengine wanajiita, wanakimbia haraka sana. Washa ukue na mwito. Maana Samueli kama hangesikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, ati Samueli akaitwa mara ya kwanza, mara ya pili na mpaka mara ya tatu. Kweli. Ili akuwe wakupeleka ujumbe Nyaga. Ili akuwe wakueneza injili katika kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukua na hiyo kitu tunaitanga connection wa Wajiko, ni kitu ya maana sana katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Hebu sikia Nyaga 12 vile inasema, ati siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Ati Mungu akamwambia Samueli atayatimiza maneno katika nyumba ya Eli. Yale alikuwa amesema atayatimiza mwanzo hadi mwisho. Unajua Wajiko, ukiangalia hiyo nafasi nayo, lakini Eli alikuwa amebarikiwa. Isipokuwa ni vile watoto wa Eli. Ndio nasema Wajiko, ukiangalia hiyo mstari ni kumaanisha naye Mwenyezi Mungu agano yake akiagana na mtu lazima atimize. Atatimiza. Akiagana na wewe utabarikiwa, lazima utabarikiwa. Ndio sababu unaona sababu Eli amezeeka. Sasa anapitia mwanawe Samueli. Kwa hivyo kama nyumba yako itabarikiwa Wajiko, it doesn't matter wewe utakuwa katika uzee wa aina gani. Lazima utabarikiwa. Lazima Mungu atateula mtumishi mwingine katika nyumba yako Wajiko. Ili Mungu akaweze kutimiza yale ambayo amenena. Nyumba yako itakuwa.
Kwa hivyo ni vizuri tukue sababu ya muda na wakati Wanjiko. Unajua tukiwa hapa tumewekewa muda na mwelekezi wetu. Na naona siku saa hii anaanza kutuambia 1 2 3. Ile ambayo neno ambalo tulikuwa tunataka kukuambia siku ya leo. Ni vizuri kukaa na kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Na usiito mara ya kwanza tu. Wanjiko, kuna mwingine nilikuwa namwambia wakati mwingine Mungu anatukujia sauti yake ikiwa katika ndoto. Na hiyo inakuanga ni kama fumbo. Na wakati Wanjiko umelala katika ndoto, ukilala usiamuke na kwenda Wanjiko. Ile ndoto kama imekukunjia na ni mambo ya Mwenyezi Mungu, lala tena na uambie Mwenyezi Mungu, nataka unifunulie tena. Sababu Wanjiko na sarara na niote Wanjiko ukiwa umebarikiwa. Wanjiko nikimbie kwako bio. Na labda kuna mtu mwingine nikimwambia anaanza kukanyangia ile baraka zako. Kwa hivyo ni vizuri ulale tena na uambie Mungu akufunulie anataka kumaanisha nini. Washa nikwambie Nyaga kitu moja. Watu kitu ile hawajuangi. Ndoto. Si unakuwaga unaongea na Mwenyezi Mungu. Kweli? Unakuwaga pamoja na Mwenyezi Mungu. Na neno linatuambia ya kwamba mwimbaji wa wimbo anaibanga anasema ati ndoto inakuwaga na shida. Maana unaweza kuja nikwambie Nyaga ukanyagie ndoto yangu. Maana Yusufu kama hageuzwa na madugu zake utumwani mahali aliuzwa. Sababu yeye Yusufu alikuwa anaota ndoto, anakuja anawekea kwa meza, anawaambia kinasho ubaga. Na kama hageuzwa, ingefikia mahali ya kuuzwa huko. Lakini na ni vizuri vile aliongea na akawa wa kuuzwa huko ili neno la Mwenyezi Mungu litimie. Wacha hivyo Wanjiko. Hii neno ya siku ya leo ni kama tu hiyo ya Yusufu. Sababu hata wakati alipouzwa na ndugu zake huko Misri, bado aliendelea na kuota. Na aliota tena. Mwimbaji wa wimbo anatuambia kwamba hata ukiota mara ya kwanza ikose kutimia, uote mara usinyamaze. Endelea, utaota mpaka ifikie mahali Mungu anataka ufike. Hujui ya kwamba unaweza kwani yule akashiba kisima mara ya kwanza ikakuja ikafunikwa. Akashiba mara ya pili ikafunikwa. Akashiba mara ya tatu hiyo ikashibuka. Kwa hivyo unaweza kuwa umejaribu hapa Kayole haijafunuliwa, enda Ruai haijafunuliwa, kumbe iko kwa katika ushago kwenu. Kimbia hapo, utafunuliwa hapo, utabarikiwa. Kitu kingine, usikufe moyo. Wanjiko, watu wengi tunajaribu mara ya kwanza, tunaona ni kama Mungu atusikii. Najua kitu ya kwanza Nyaga, watu ni imani hawana. Juu kama wangekuwa na imani Nyaga, kama wangekuwa na imani tungekuwa bali sana. Lakini watu wengi hawananga imani. Shikilieni imani. Mimi nasemaga imani ni kitu muhimu. Ukishikilia imani hakuna mahali utaenda Nyaga. Hata imani naye mtu mmoja Nyaga, shamba yake ilikuwa na mlima kubwa sana, lakini alikuwa na imani ya kwamba hata mlima itaondolewa siku moja Nyaga. Na mlima ikaondolewa, ikafika siku imani yake ikakuwa juu sana na mlima ikawa ya kuondolewa Nyaga. Imani ni kitu muhimu msikilizaji wetu. Imani ni kitu muhimu mtazamaji wetu. Yaani Wanjiko, imani tukikuja, yani tukimalizia imani ni kama macho. Vile ukiwa na macho hivi Wanjiko, unaweza enda mahali popote. Sababu unaona. Lakini kama hauna macho Wanjiko, lazima either utafute kijiti ya kuenda ukigonga ama ushiko na mwenzako mkono uelekeze mahali mnaenda. Lakini ukiwa na imani ni kama macho ya kiroho Wanjiko. Lakini uweze kuwa na imani kama ujui neno la Mwenyezi Mungu. Lazima ujue unajua neno la Mwenyezi Mungu ndio ukue na imani. Kwa hivyo siku ya leo tunaomba na tunawaombea wasikilizaji wetu, neno la Mwenyezi Mungu likaweze kuwafunulia ni nini aswa Mungu anataka kwenu. Usikie sauti na ukikae kwa makini kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, sababu mpaka shetani huongea Wanjiko.
Unasema shetani anaongea nyaga. Wacha nikwambie, kama ni kufuga, shetani anafunganga hata siku mingi. Kama ni kuomba, shetani anajua kuomba, mtazamaji. Kama ni neno, hakuna neno shetani hajui hata limeandikwa wapi. Hakuna. Shetani anajua mbinu zote. Kwani shetani alikuwa nani? Shetani alikuwa mwongozaji wa sifa mkuu. Ile kitu kumaanisha ya kwamba hakuna kitu shetani hajui. Wajiko, ile kitu ya maana ni kukua karibu na Mwenyezi Mungu na uisikie sauti yake. Sababu akikupea sauti yake, hata shetani akikukunjia na njia gani, Mwenyezi Mungu atanena na wewe na uweze kushinda shetani na maneno. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni vizuri sana wasikilizaji wetu, sababu tumekuwa na wakati mzuri wa kukula neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kusikia sauti. Usiseme ati Nyaga anaongea tu ama Wanjiku anaongea tu. Uwezi kujua kama ni sauti ya Mwenyezi Mungu inakukunjia siku ya leo ikaweze kukutimikia. Kwa hivyo ni vizuri sana msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu, wewe unaotutazama, uweze kusikia kwa makini sauti ya Mwenyezi Mungu. Sema, yes Bwana, niko hapa. Yaani mtumishi wako ako hapa, unasema sema nami. Sema nami. Usikimbie sana kwa wenzako. Yaani kama vile Wanjiku anasema, lazima ukuwe na mwelekezi wako. Kuwa na mtu mmoja tu, si kila mtu. Wanjiko, si kila mtu, lakini ukuwe na mwelekezi wako, yani baba wako wa kiroho mmoja, ambaye wakati unasikia huko haujafunuliwa vizuri na lile neno, kimbia kwake, mwambie nasikia Mwenyezi Mungu yani napata ndoto hivi, nasikia sauti hivi, na yeye akaweza kukuelekeza. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, na Mungu wa mbinguni awabariki siku ya leo mnapoenda kanisa. Wanjiko. Kwa hivyo siku ya leo tutafika kikomo yetu hapo. Kwa hivyo ningeomba tukaweze, yani katika neno la Mwenyezi Mungu tuko hapo, lakini si ati tumemaliza kipindi yetu ya siku ya leo.